And of course, I'm speaking to them in a little bit, but let's cross over to Nyeri. President Uhuru Kenyatta has events on this day. He's going to be in Nyeri. He's at Othaya, where Mwai Kibaki referral hospital will be launched. He'll move to Chaka Modern Market again and in Narumoru, then crowning his day at Sagana. So let's cross over to Clement to update us exactly what's happening and where he is. The last time we spoke, Clement, you in Nyeri. Where are you right now? Yes, Ken. Right now as we speak, I'm in Othaya, where President Uhuru Kenyatta is expected to come here and commission the Mwai Kibaki referral hospital here in Othaya town. But before he comes here, the president is at Kenol, that is in Murang'a County, where he is inspecting the ongoing construction of the 84-kilometer stretch, that is the Kenol Sagana Marua dual carriageway that I had reported earlier that it cost government about 17 billion shillings, and the construction is ongoing. So the president is first beginning with the inspection of the construction of that particular road before he comes here in Othaya to commission the Othaya Mwai Kibaki referral hospital here. Remember that this Mwai Kibaki referral hospital is a level 6 hospital, and it was initially an annex branch of the Kenyatta National Hospital, and it has a 350 bed capacity. And apart from that, the president will also be commissioning the Mwai Kibaki Hospital oxygen production unit just alongside this referral hospital. After this, the president will head to Nyeri town constituency, where he will perform the groundbreaking ceremony for the Dedan Kimathi University Cancer Comprehensive Center there at the Dedan Kimathi University in Nyeri town constituency. And after that, he will proceed to Chaka Market, where he will also commission the Chaka Modern Market, and also, of course, also commissioning the Thika Nanyuki meter gauge railway and Chaka railway station that is in Kieni constituency, and ending his day at Narumoru, where he will also be inspecting the construction of Narumoru level 4 hospital in Kieni constituency. Right now, as we speak, a number of residents are just walking in here at Othaya, of course, in anticipation to see the president, given that this is likely to be his last visit here in Nyeri County and of course in Mount Kenya region at large, given that just by next week he will be handing over power to the president-elect after the elections on Tuesday, August 9th. And as you can see, the security details here are of course tight, and residents are walking in peacefully and slowly waiting for president to come. And I'll try and get some of them to speak to them what the anticipations, what the expectations are even as the president makes his visit here. Tuanze nawe ndugu, shukran sana kwa kuzungumza nasi. Songa hivi. Utueleze jina lako ni nani, alafu rais anapozuru eneo hili siku ya leo. Hii ni ziara yake ya mwisho katika eneo hili zima. Mambo mengi sana amefanya. Wewe ni kipi matarajio yako leo kutoka kwa rais, kwa yale ambayo atasema ama yale ambayo unatarajia kazi ambayo amefanya katika eneo zima hili ni yapi? Una lipi la kusema? Nakusikia. Asante sana KTN News. Kwa majina naitwa Joshua Kenyatta, nimetoka pande ya Kisii. Mimi ni mkaaji Othaya constituency, that is Murang'a County. So nimetembea pande ya Othaya kuangalia ama kuona rais, kwa kumwaga kwa heri sababu kwa yale amefanya. Tuseme kama kwa hiyo hospitali ya Mwai Kibaki Hospital ni hospitali ambayo ilianzishwa na hayati mzee marehemu Mwai Kibaki, of which imekuja kufunguliwa na Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. So kwa ile naweza sema cha muhimu kwa Mount Kenya region as fraternity, tumeona yale maneno imefanywa ama yale mambo wa rais amefanya sana sana kusindua barabara kama hiyo ya Keno kwenda Marua, na tena kuna hiyo railway kutoka Nairobi kwenda Nanyuki, na tunatarajia kumuona venye akifungua. So kwa hivyo hatuwezi sema hajafanya kazi, kwa yale amefanya wacha tukubali sababu ashafanya. Nimeshukuru. Na huu ukiwa msimu wa siasa, labda kuna jambo unatarajia kusikia kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta? Kama sisi wananchi tunajua Uhuru Muigai Kenyatta na munga Raila mkono. Lakini ukikuja kwa ground, unaona ground iko sawa. Yeah. Okay, shukran sana. Let me try and see if I'll get another gentleman here to speak to us. Kuja ndugu.
Okay, sawa sawa, njoo tuzungumze na wewe. Rais Uhuru Kenyatta anakuja hapa, anakuja kufungulia hapa hospitali level 6. Hii ni hospitali ambayo inatoa huduma kwa kaunti 6 za eneo la Mlima Kenya na iko kiwango sawa na Kenyatta National Hospital. Wewe kama mkazi wa hapa Othaya unahisi vipi na matarajio yako pia rais anapokuja leo ni gani? Uanze na jina alafu inakusikia. Mimi naitwa David Wamae, lakini shida yetu hapa ukipeleka huko level 4 uleto hapa level 6 itabidi tuume mpaka Kenyatta level 6 hiyo ingine ya Nairobi. So sisi kwetu kama wanaishi wa Othaya haitusaidii. Hata mwenye anafanya job hapa anatoka Nairobi Kenyatta. So haitusaidii sisi. Kwa hivyo siku kama leo hospitali inapofunguliwa, wewe ombi lako ama wito wako kwa rais ni kipi ambacho ungependa kibadilishwe labda katika hii hospitali nzima ya Mwai Kibaki referral? Nikitoka hiyo management ndio iko baya. Itoke huko kwa hiyo ya Kenyatta ya Nairobi leto hapa Othaya. Juu hata soja mwenye ako hapa ameajiriwa kutoka Kenyatta Nairobi. Hata mwenye anapika huku ametoka Nairobi. Hiyo ndio shida yetu. Kwa hivyo wewe ombi lako ni kwamba hospitali irejeshwe hapa na iwasaidie hata mambo ya ajira. Mama, utazungumza na sisi kidogo? Haya, shukrani sana. Uanze na jina lako alafu tueleze Rais Uhuru Kenyatta anapokuja hapa Othaya na anapofungua hii hospitali. Wewe matarajio yako ni gani na ombi lako labda ni lipi? Mimi naitwa Elizabeth Watetu Waderi na mimi ndiye charity maendeleo ya wanawake Othaya sub county. Wakati huu na siku ya leo mimi niko na furaha sana, maana mtukufu rais wetu Uhuru Kenyatta anakuja hapa Othaya na anafungua Othaya Kenyatta National Hospital referral. Mimi kama mwenyeji wa hapa niko na furaha, maana sisi watu wa Othaya tutakuwa tukifaidika na hiyo hospitali. Akina mama sisi tunafanya biashara chache hapa, maana kutakuwa na watu wataajiriwa hapa, tutakuwa tukifanya biashara zetu na tusaidike sana. Na maana hospitali iko karibu na sisi na tunajua iko inaletwa mashini mingi kama ya kansa na ile zingine, hakuna kwenda na kutumia fia mingi tukienda kutafuta matibabu. Tutasaidika hapa sana na Mungu ambariki. Right, Ken, those are varied views from the residents of Othaya here in Nyeri town. Of course, giving various reactions, and some are happy with the president's visit, and this being President Uhuru Kenyatta's last visit, we are also expecting that, of course, he will be making some political statements. Remember that the last time he was here, he was trying to convince residents why they should vote for Raila Odinga under Azimio la Umoja. So we are expecting that today he will be continuing to spread the same gospel, and of course, that is something that we shall be following it up. Ken. Clement, thank you so much. And it's very significant since the hard campaigns began, campaigns proper, we haven't seen President Uhuru Kenyatta hit the ground running in that region for Raila Odinga, in spite of the fact that he has been at the forefront advocating for his candidature and pushing for his election. But today will be such moments that he will come out clean and perhaps make that statement. There's a lot that the president can always say when he's in his region. But before I go to my panel, here's an interesting thing. If you haven't grabbed a copy of your Standard today, you're missing out. Now, apart from the fact that it has very nice pictures, very nice stories, and the headline is about Uhuru's hits and misses, there is something in the center of the newspaper, and this is the Uhuru legacy. Now, this is a pull-out that you need to have. The last 10 years summarized in about 21 pages. If you don't have your Standard, it's still quite early. Just noon, you can still grab a copy of your Standard and get to keep that as your souvenir as Uhuru Kenyatta exits. He's handing over power. The most realistic time, ladies and gentlemen, Uhuru Kenyatta can be sworn in is September 13th, right? The most realistic, even with a court case. That's straight up if we look at it. But welcoming Rita Oyer and Norman Magaya now. We will be doing a round again to check what exactly is happening. But Rita, thank you so much for coming. The Deputy President had a press conference earlier on. He made it about three major things. He made it about the people, he made it about the economy, and he also made it about himself, right? So this is the final pitch. Was that the right